Na nigatho hasa wa moyo ni ndwari wa narura maigania tukweka muthirisho ne kugia na kihoto giake dinashoka de wika dashoka de najaba haha nigatha tuko tugishira maundu mwanya mari ko kuvururi-ini oro ndumwe na ku county-ini ya Naikuru na nigetha tukorwo maundu macio mothe makiri mega na mathaka muno. Thank you so much Edward Nderito na mundu gwitwo Zack Zidos, nimekucheki sana, asante sana kwa mtambo-ini wa Facebook. Thank you sana. No na eno nyandikira ndumiriri yako nigukorwo ngimyamukira wega ta wega rucini rwa muthenya wa umuthi. Okay. Na niwe gajo mweke uyu gukugwetera na gukuririkania wega atugenda mwana wako akora githomera thukuru njega, thukuru ikumuguna, thukuru ikumukuria, thukuru ikumutwara handu no mutware haria Eastmore Academy na haria ni ukorwa kina githomo gikumuteithia muno. Eastmore Academy iri White House haria kana White House mitanini kuma farafara-ini nene ya Naikuru guthi Nyahururu. Kuria kwina swimming pool, kwina mathako ma maigania, badminton, mwana kwa gotuika equipped na kimaho kwa thomete wega na marina kuma kuria junior kana kidogo ito play group kwa batogo ginya kidogo ito grade ya keda wone ukimena kidogo ito a comprehensive institution in a play group ukabatogo gathi nursery ukabatogo gathi lower primary ugathi na nigyo gacoko wa batete uguo uthite ginya kidogo gito junior secondary uguo na kiranio gya kipsia na kejisia makoretwo magika wega muno ndukae kuhe pressure ukiriwo wikate amona kwe guthomera ku muguthukie haria Eastmore Academy. Jitikira leo tunyite mugeni witu ugeni thini wa studio shito. Karibu sana bwana Shadda, good morning. Good morning. Happy New Year. Happy New Year too. Alijazi wakikuyu tulisema tutaacha kusema Happy New Year ikifika April ama May. Kila siku hara mwaka mweru we will stop that when it comes to around May or April. Umekuwa salama? Niko salama kabisa. Maybe nimekuwa salama pia na tunashukuru Mungu kwa umbali huu. How is upande wa Kaptembwa? Kaptembwa iko salama. Watu wangu wako sawa kabisa. Hata wametuma salamu wakasema nisalimie watu wote ambao wanawasikia. Okay. Karibu sana, nimefurahi kukuona. Na ninajua tutazungumza mambo mengi kwa sababu ni mambo mengi sana yamekuwa yakifanyika na pia tukikaribia kumalizia utatuambia if you're still vying na pia utatuambia maybe kwa kifupi ukiwa umeenda ground ni mambo yapi ambayo yamekuwa kiaona. Lakini tunapoanza there is this conversation yenye imekuwa ikienda hapa nchini kwamba watu wasomee kwao. Najua kwa sababu wewe social media naonanga unaingia sana, you have seen the trending stories about watu wasomee kwao. Sijui maono yako ni yapi kuhusu jambo hilo ambalo lilisemwa na Rigathi wa Gachagua and then everybody now is talking about it. Watu wanasema huyo baba anakuwa very tribal na wengine wanasema for the first time this man is opening our eyes. What do you think? Okay, you know one thinking hii Kenya tunataka tu equal for everyone. Na unaona ukisema watu wasome kwao kuna zile some areas that maybe education haijafika at the par. Yeah, you cannot compare the education quality uko pande ya Marsabit na kuja compare education quality on the other side. Kuna pale development imefika. Now you need to accept the fact that if your area is developed in a certain capacity, tunafaa tuna accept that fact, tusitumie kama kupiga wengine. Sasa swali ni the real conversation is here. Kuna kitu inaitwa equalization fund. So watu wa kule Northeastern na Turkana wamekuwa kipokea more billions of money kuliko watu wa Murang'a, hata kuliko hapa Nakuru. Nadhani Nakuru is one of the counties that receives a lot of money because of the population. Lakini bado they get a lot of money, more billions than us. Lakini wanasemekana wanajenga skyscrapers kule Eastleigh. Unajua, wacha tusiongelee maneno ya skyscrapers, wacha tuongelee maneno kwanza ya mambo ya resources allocation, ndio when it comes to resource allocation. Let us assume like someone hapo Marsabit wako na allocation zao, na mtu wako kuna allocation zao, right? You know, one thing about saying watu wasome kwao,
Okay, it can sound like it's making sense, but some people might be feel as if wanatengwa. Because hiyo ni kama kuniambia tu hata kazi ukitaka fanya, ukishamaliza kusoma fanya kazi uko kwenye pale huko. So that will be, sisi tunaona kama hiyo inakaa kutengwa. The only thing that could have been done, I think the government should just come on board and wafanye public participation kwanza. Waanze kuangalia where the problem kwa allocation pale inakuwa, because kunakuwa na shida. Allocation of funds. Hatuwezi sema skyscrapers wana exist kwa mambo tu education peke yake. Iko kila mahali. So when wameziba hapo, watu wasomee kwao. Bado kuna sehemu zingine bado zitakuwa bado zina leak. Sasa ina leak Kenya mingi sana. So the only thing I think the government should come and we should hold a public participation. Hiyo si kitu ndogo. Yes, that's not a small issue. Jambo la watu wasomee kwao, because kuna mtu anatoka Mount Kenya na ana find that anafaa ku explore when it comes to education. You go outside and explore. Like, you get me? Like, let me give you a fact that imagine scholarship, tunafanyia scholarship, then watu wengi wanatuambia nyinyi someni kweli. You know, hata sisi wenyewe tu feel like as a country like we are still behind. Lakini nikuulize tu bwana Shadrack, you went to university. Sasa mimi nakumbuka siku zangu ni, by the way I'm not championing for anything. I just want us to have a genuine conversation. Nikiwa pale Technical University of Mombasa, ulikuwa unajipata wakati tunaenda kureport, nilipewa bursary, una forward the check. Unapata kuna mtu kutoka Lamu amelipiwa the whole fee for the whole academic year, na amelipiwa food mess ni muroreri mess ni kahoteri ga thukuru haria muthia mukare irio na thogora mufashirire uraririra muhuko wa student. Yani you understand what a mess is. So huyo mtu amelipiwa all that money by the county. But they're not building institutions, they're not building schools. You know, people are asking. So sijui kama when you are growing up ulikuwa unaona wazazi wetu sometimes wanaambiwa choo imebomoka na wanaenda shule wanasaidia kufanya mambo pale. Literally wazazi wanaenda shule wanasaidia kujenga shule. Ama you know, they provide something for the institution. Lakini people from northeastern, people from other parts ndo wanapewa priority ya kwanza kwa sababu quote and quote they are marginalized. Is it fair enough? Kwa sababu that is the whole essence ya kusema watu wasomee kwao, yenye ilitokana na bwana Rigathi wa Gachagua. By the way, ukiangalia social media, so many people from northeastern are saying for the first time we need to also think. By the way, kuna maendeleo hapa. Kama Nakuru tunapewa billions of money, are we using that money? Tunaweza onyesha pesa tumetumia. I think we receive close to 10 or over 10 billion. So kama tumepokea 10 billion kutoka 2022, tunaweza sema tumepokea enough money. What can we say we have done with that money? But anyway, that is beyond the point. Do you think it's not fair to ask watu nyinyi jengeni kwenu na sisi tujenge kwetu, ndio wanafunzi wakitokea kusoma everybody is going to a good school and a well-built school? Okay, to me it will be fair if inasemwa in a simpler way. Unajua kuna venye watu wasomee kwao. Unajua Kim ni kama uende kwa jirani alafu naambiwa kila mtu akule kwao. You know, you feel as if already okay, he did not say, by the way, let us not put what's in his mouth. Hakusema like literally watu wasomee kwao. Watu wasomee kwao ni hashtag ilitokea on social media. Yeah, sure. Watu wakaanza kuambiwa watu wasomee kwao. Na the reason was watu walikuwa wanaonyesha buildings bwana Ndindi Nyoro amejenga kwake. Do you know by the way there are people who've been called to day schools in Kericho and they're from Murang'a? You know that? Ama ujakutana na wazazi wakitata juu ya watoto wao mahali wameitwa shule? I know you will meet them. Watakwambia juu wanaanza kureport leo. Wazazi unasikia mzazi mtoto wake ameitwa a very far place, maybe even in Nyanza, a day school. Lakini ameacha a well-built day school, for example in Murang'a by Ndindi Nyoro. Very good, classy institution. Anaitwa shule iko huko. Yenye hadi kuna madarasa ya mabati. So, that's why we are asking, is it really a time we have a genuine conversation about kama tumekuchagua kama MC, kila ndururu utuambie ulitumia aje? Yeah, I think it's really high time to have national conversation on the issue. Let's just talk about the issue based on education, because umeongelelea ati mambo ya displacement ya wanafunzi haijafanyika
haijakuwa na transparency. Because unapata mtu anaitwa Nakuru aenda Mombasa Day School. Surely. Yeah, it's happening. Yeah, and hata nilikuwa juzi kwa shule ya Nakuru West and walikuwa wananiambia kuna mtu ameitwa kutoka hapa paka Mombasa Day School. So you'll be like atatembea na miguu. You can imagine. Yeah. Mombasa. Yeah, na ameacha shule mzuri hapa. So I think tunafaa tukue na criteria zenye tunatumia pia. Tunafaa tukue na criteria zenye tunatumia. Kama venye unaona ilifika mahali hata TSC walikuja wakakubali, you can apply. Unaweza apply kwenda kufunza kwa area yako. Yeah, sawa, our limit mtu. I think that's the thing pia wanafaa kuja nayo katika mtu hiyo mambo ya wanafunzi na education. Okay, so much about education. Now, wakati tulikuwa na wewe hapa tulikuwa we were mourning our patriarch baba. Sure. Na you are very emotional about him. Ukasema alikuwa mzee, alikuwa amesimama vizuri sana. Sure. Na ninakumbuka nikakuuliza ODM, unaiona is there future in ODM? And I will still ask the same question. Leo wako na meeting wanafaa kuwa nayo in course of the day kuzungumzia kuhusu umoja wa chama cha ODM. Do you think kuna umoja wowote utapatikana katika chama cha ODM ama wakati baba alizikwa chama kilizikwa? You see, Kim, let me tell you one thing. Let's go back to history. Mimi sioni kwa nini hata kuna malumbano mengi kwa ODM, mara NDC, mara what. Wakati Jaramogi Odinga alikufa, alikuwa na Ford Kenya. Yeah. But Raila aliona haitakuwa jambo mzuri kuendelea na Ford Kenya. Akawachana Ford Kenya at some point, akaona some few political parties ndio akakuja na ODM, si kweli? So the only thing I could advise, if members wa ODM hawataki NDC, I think mtu akifeel ako so popular, just make your political party. Pale kuna watu wanajipiga kifua like mimi na own Nyanza, mimi na own sasa kuna kitu na Nyanza pale. Hakuna. Na Babu Owino? Babu anaweza jaribu. But haizi fika pale baba alifika. Babu anaweza jaribu at certain sector. And let me tell you one thing, itakusurprise sana ukikuja kurealize Babu ni kingpin when it comes to Nairobi. It will surprise you. Let me tell you the fact. Ile tu bado I think bado tuko na, I think Nyanza bado tuko kwa ile hali ya kumon, but itafika tu masaa you realize that Babu, you know, Sumona ameshaanza kupako matope kidogo, mara yeye si wa huko kwetu, mara baba yake ni Muhindi. Sijui kama umesikia hiyo maneno Kim. Hii mambo iko huko. Lakini si ni siasa, pia just it's in politics. And that's why you see those politics ndio zitampaka matope. Lakini those politics ndio zitampaka. Lakini kuongea tu kweli, si Raila mwenyewe amerushwa ndani ya matope, hata si kupakwa, like kurushwa ndani ya matope, but he still stood as a kingpin over there. For Babu to become a kingpin, there's a lot to be required. Achana na hii maneno ya Nairobi sasa. Kuna mambo mengi na. So nyinyi watu wa Nyanza hamtakuwa na kingpin. Kwa saa hii unaona mambo ya ODM. Kwa saa hii unajua tuko na tuko na James Orengo, tuko na Nyang' Nyong'o, tuko na achana na Gladys Wanga because to be hard for Gladys Wanga. Kwa nini na akichaguliwa kama deputy president 2027? She can just be deputy president, but becoming a kingpin is a different thing. Yeah, it's a different thing completely. Actually, hata Wanga kurudi Homa Bay itakuwa kidogo ngumu because you understand what happened Homa Bay 2022. Baba hapana, sisi hatu understand bibi, kama unajua unaweza tuambia. Baba alitumia a lot of his energy because Mbadi was in the ballot. Ilibidi ya convince Mbadi to step down. Kulikuwa na Kidero kwa ballot. Ilibidi Kidero aseme okay, Kidero kile ilifika mahali akasema aliibiwa, of which hatujui, lakini kuna hiyo tunashuku tu huenda aliibiwa. So unaona sasa saa hii kuna vigogo washajua Baba is normal and no one to protect Gladys Wanga. That's why even if you see Gladys Wanga jumping for deputy president, he knows very well wale watu wenye anaenda kupatana nao pale. Mbadi is not a joke. Those were not jokes. So ukiangalia watu wawili Kidero and Mbadi already sounded the two voices pale kwa ile nini. Ile kinyang'anyiro ya Homa Bay. Yeye kidogo atakuwa na katatu. Na Eliud unajua ameacha kazi na akasema anataka kuwa president. Bwana when Eliud Owalo said that ameacha kazi anataka kuwa president, kuna kitu moja ilikuja kwa akili yangu. The project is being made. William Ruto is wise. William Ruto is very wise. So Owalo cannot be a kingpin. Okay, it's very hard. William Ruto is very wise. He wants now because Ashaka akaona this is ODM na jaribu kutegemea, but
kuna part and parcel ya hiyo ODM yenye inaweza kuja kuniruka when it come 2027. So the only thing I need to do is to take my close associate. Bana Owalo and William Ruto are very close friends. For him to make that decision, lazima akome consult. Msifikiria ati Owalo alikaa chini akasema nataka kusoma kia, and you will be surprised. Atasimama kidogo, so you know how we play this game. After Nishao collect a good numbers, I'm pointing that direction. We are going to support this man to finish the term first. Those are political games and we understand them. Aya, so si ati anataka kiti? Hakuna bada. Si sahi. It's not now. We hatafika ballot and I'm sure hiyo nimekuwa short niambia siku moja nikirudi. Hatafika ballot. Hiyo tu ni those are just projects because Ruto must have lazima kuwe na places zenye ako interested nayo. Lazima kuwe na watu. Najua umeona ODM ni kama ishaanza kupasuka in pieces. Huenda Nyanza itapasuka. So wanataka now to come up with a new project. You know they have advisors. So they have been advised. The better way is to do this. Wewe unajiamini huko? Yeah, wanakaa tu chini kwa meza wanaamua niacha tutoe huyu unaona hapo juu kidogo kushinda mwingine. Yeah, wanatuma yeye. And that's why unaona wale walisema nasimama president. But to be honest, Aya, I have to ask this before tutoke hiyo maneno ya ODM. Sifuna hawezi kuwa kiongozi wa ODM. Sifuna anaweza kuwa kiongozi. Ama lazima ikuwe someone from Nyanza. You know one thing, tuna confuse ODM. Let us just be honest, Kim. ODM ni hereditary. Like ni kitu ina run from family. It was a family business. It was let's just say. Lakini uliniambia last time Winnie Odinga hawezi akapewa kuwa kingpin wa Nyanza. But Oburu Odinga can take it. Hakuna venye ODM family toka from the Odinga family. It will be hard. Even Babu Owino will fight. But there's no way ODM toka from Odinga family. You know ni kweli. Let us just let us tuseme openly. That's why unaona inasumbua Babu Owino. Babu Owino is popular. And that's why umekuwa ukisikia sasa kuna story inasemekana ati opinion poll zinakuwa rigged. Because Babu Owino amekuwa popular around 33%. Wanasema Babu Owino ndiye anafaa kuchukua ODM, but when they come kwa ground kuja kwa board waangalie, this political party was formed by who? Baba Raila Odinga. This political party has been run by Mama Aida. This is a family business. How are you taking it out of the family? Because of Winnie. That's why unaona Winnie amekuwa kita NDC, but for sometimes I had just kia kita because ameitwa to back to the family. Why are you calling for NDC? You know very well NDC tutachukua kitu. Yeah, definitely when they call for NDC, even Mama Aida knows very well NDC kikuwa called ita family nini, other people will come and take the party, like akina Sifuna will be elected, akina Babu Owino will be elected. Lakini si tunadhani ODM wamekuwa kijipackage kama a democratic party. So that means it. Wakati natuambia ni hereditary. There is so much I can ask about ODM, lakini hata Jubilee it's a democratic party, but kuna mahali huwezi toka. Tunapea tu mtu deputy chairman, but where is he chairman? Mbona mnakaisha yetu retire? Even Rigathi Gachagua will never leave DCP for someone else. Rigathi Gachagua will maintain the DCP chairmanship. The only part that is fluctuating in the deputy. This will fluctuate. But hapa juu, no, it's hard. That's why you heard it, that Matiang'i alikuwa kuja simama na DCP, right? When Gachagua alikuwa shakwa impeached away mama. But why did Gachagua retain the DCP? Matiang'i aliambiwa anatafuta chama kwanza. Because automatically, whichever political party umeshinda nayo, automatically you become the chairman. Yeah, sasa hata tuseme Matiang'i ashinda na Jubilee, automatically atakuwa the chairman. That's why unaona Matiang'i ashajua vizuri, like either kuja na hiyo chama yake hiyo hapa. It will be hard mtu kukupea tu chama na ameinvestia. So akikuwa president, say, because by the opinion polls inaonyeshana ndiye amefuata William Ruto hapa karibu. Yeah, even ahead of Kalonzo Musyoka. So if akiwa president, that means yeye ndiye atakuwa mkubwa wa Jubilee and not Uhuru Kenyatta. Yeah, definitely. Okay. Now, acha tubadilishe gia kidogo, na maana to come back home kidogo hapa Nakuru. Na tumekuwa na mambo mengi sana yamekuwa kifanyika. Juzi tu the senator wa hapa Nakuru alisema the only project governor has finished ni kujenga hoteli karibu na karibu na State House. Wewe umeona projects zote za county government uko Kaptembwa and wherever you visited?
Okay, you know, let me tell you, acha nianze na hii mambo ya nani ya Keroche. You know very well Kim, the last time I was here nilikwambia mwana sasa mzuri, you just don't talk kwa nini kwa jia magari, you just don't nini your emotion, because unajua mimi I cannot hear what Keroche is saying because Keroche is eyeing for the same seat. The only thing angeni convince nayo ni kwa kwenda pale kwa Senate. Try to lobby the senators. Try to tell them the truth, like Nakuru County, like the county of mine, nataka mnisaidie. Though I know very well wanasema Kiika ameshika MCA, sasa kutoka hapo inakuwa tricky. But when it comes to Kapchembo ward, alisema baada ana finish zile za ni zimemalizika. Hizo za lead tunangoja amalize, alafu tuingie zetu. Sasa zimemalizika. Sasa ni I think ziko kwa Gosu. There is Gosu. Yeah. Nilikuwa but before I think hii barabara yenye nakuja ya Liloni Superhighway that president wakiwa partner na governor, it will define. It will definitely define. Okay. Kuna soko niliona na sijui kama iko haswa Kaptembwa. Ilikuwa imefanywa na Robert. Yeah, sure. Did you see the video? Yeah, I saw it. Na mera ni ndiko wethera video na ndito wetha Robert atwire uria kurathi, because this man amekuwa akifanya a lot of good work kwa ground, na ni vizuri tuseme mtu akifanya kazi mzuri amefanya kazi mzuri. Robert alifanya a very good expose na akatuchorea picha ya soko ilikuwa inajengwa. Hizo ndizo project tunatuambia zinamaliziwa na county government. You see, let me tell you one thing about hiyo soko yenye Robert alikuwa amefanya video. The problem ilisumbua hiyo soko na mpaka sasa hivi tunaiaddress. Iko wapi? Kuna soko nyingine, zilikuwa soko mbili. Ni mbili? Kuna moja London. Kuna moja London Road. Na kuna moja London Road ilikuwa 47 million. Alafu you have here Kaptembo Ward, which Kaptembo Ward ziko pia mbili, kuna Githima Market na kuna Ronda Market. Yeah, hizi soko hazijakuwa occupied na hizi soko zimeshaharibika already. No, I don't know, nitatafuta hiyo video tutaonyesha mtazamaji, because literally hata huwezi fikiria there was anything. Mabati ilienda, chuma zilienda, mawe, there is nothing. Shadrack, there is nothing. Do you know why tumefika hapo? Lack of public participation. Lack of public participation. And I'll tell you this I'm now pointing fingers to the real MCS kwa ground. Unaona hii maneno ya public participation imekufika mahali imekuwa monitorized in such a way that if I want to do a public participation, I call my people in my office or in certain place, in a certain hotel, and I'm telling you, hospital tumeweka 15 million, utakubaliana, health tumeweka 15 million, utapitisha hiyo because watu account watakuwa pale. So mtanisaidia kupitisha hiyo. I give them that kind of ka handout, then wale watu nikifika pale, they don't, hata mtu akiamka na the correct idea, they don't want to listen. They just want to listen ile yenye inasemwa pale. Mtu amechaguliwa pale, kazi yao ni kusema hii na hii na hii. They don't want to listen. All they just want to say is that hiyo iko sawa. So unapata public participation kitu ya kwanza iko na shida. Wa ground. Wananchi wahusishwi. Hizi soko si ati wamekataa kuenda, hawajahusishwa. Wangehusishwa wangekuwa pale ndani. Sasa unaona zinatengenezwa, zingine hata zinabomoka hata before kanyaga ndani, wanasema hatuwezi enda hapo. Market iko wapi hapo? Rates ziko juu. So like public participation kwanza on geographical location. Wananchi kuna mahali wanataka, tukienda pale soko tuchukue business community and ask those people, like, we want to build you guys a market. Tell us, where do you want us to build a market? Wananchi watakosa kukujibu. They'll tell you, we need a market. You've come up with the right idea. Amukuulizwa. Nani aliulizwa? Sasa hii ndio opinion leaders wa Kaptemba and London or whatever. Hakuna, sinakwambia kuna watu wanapewa kidogo. Sasa wale watu wa county wakifika, you know, kunakuwa na watu wa county nyakati public participation, right? So wale wakifika, they don't know what is happening. They're just there. They think that these are the people of Kaptemba that have come kupitisha these things. But let me tell you one thing. Behind the scene, mambo iko hapo. Sasa kama hiyo ndio system iko, wewe ukiingia pale utachange nini? Kenye nitachange kabisa. We will apart from public participation, I think we need something like a suggestion box kwa kila masoko. Inaweza kuwa mwananchi ana feel kusema kitu
one, anaogopa kusema in public. These people are not public speakers. Anaogopa kuongea in public. And those people wenye wanajua kuongea wanatumika vibaya na watu wengine. So anataka aseme kitu, but how itakureach itakuwa different. But ukipatia mtu pahali pa kuweka public sasa ukiweka suggestion box pale anaweza weka idea yake. Idea yake. Itasaidia. Another thing, it's coming up with an email that you yourself as an MCA, you are the person running it. At times, yeah, unakaa chini unaanza kupitia. I think hapo utapata, okay, najua kuna limitations, utapata some things that hauko una expect, but kuna some ideas utapata. Sasa nimekwambia kuna wale watu ambao wako na real ideas. One, they don't hawapendi kuongea, so unapata pale kuna chaos, they don't come. Wanachanga wale wenye wanaweza deal na chaos waende. But they have real ideas. So when you do something like a suggestion box, everybody can go and drop something in there. You can go write something and say mimi nimeona hii na hii, and you sit with them down, mwambie ile nimeweka pale, mtakuwa mnatuambia. Haitakuwa kama ile Twitter ya Uhuru. Unakumbuka ile Twitter ya Uhuru? Nakumbuka kabisa. Haitakuwa kama hiyo. Hii yetu inakuwa like something functional. Like tukishaiweka, we will be like on a daily basis tutakuwa na watu wanaanza collect. Ambia sasa si nyinyi unaweza nipie unakuwa unakula hii mshahara. And you are sitting there. Definitely they are doing nothing. Wanakaa tu wanafuatana na waheshimiwa and they wamekuwa allocated. So what if nitafutia hata watu wenye wanaweza kuwa na collect hizo vitu, tunakuja on board na committee. Sasa hata committee inapata inakuwa active. Committee inasema huyu anasema hivi, is it reasonable? Lakini sasa saa hii ni mchezo tu ya tani inafanya. Do you people watu kwa ground wanaulizanga maswali, because I mean I was shocked. 40 million, 47 million. Yeah. I mean that's a lot of money. That's a lot of money. That's a very kwanza hii ya London 47 million. It's a lot of money. Na imeenda kwa mfuko tu definitely, because hata uliona the structures kama ishabomoka mpaka sasa. Hakuna kitu. Yeah. Nitaangalia hiyo video. I know nilikuwa nimeiona mahali because he had shared it somewhere. Na nikashtuka sana. Alright, mwirori ni ndona thigiri niwe ihandite nguririkanie wega ta wega ati ugenda guo njega no thi hari hawa Jose Smartwear, hari hawa Jose Smartwear mari na guo njega cia gutigirira ati ni wehumba wega, ni wakoro kigemba wega, na maundu maku ni makoro makirora na njira njega, kiratu kiega, kabagi kiega tariri turatwara ciana thukuru, ukwenda hi ka jacket, karatu kiega, tuindo twega. On Valentine's niwe no riu ni ambia gukuhiriria giko kiri mundu kiri thiini wa ndugu ya wendo, kana wina mutumia waku, kana wina muthuri waku, no thio mugurira package kega ka Valentine's ukimu surprise mapema ndio best. Yuthuke hari hawa Jose Smartwear na indo njega muno hari hakuhi na thoko nene ya Naikuru, na ni gukoro kigwatira indo njega muno. By the way, riu ni hingurite ginya kure mwena wa Eldoret, na ndicho ciothe njega cia wa Jose Smartwear, na nguthi na beno kuro gikuhe oro hata faraini no ya rugitema na kuretwa to sponsete na tuhunyitiriire muno mwaka-ini wa 2026 koguo hatiri ndugitanga wenda gakuo kega uguthuke haria ha wa Jose Smartwear. All right, Bwana Shadrack, najua we have just a few minutes to wind up, lakini lazima tuzungumze about young people, the young people. Tumesema hapa mara mingi na pia nyinyi mmekuwa mkiandika, mnatengeneza poster, mnafanya nini, watu wajitokeze kujiandikisha kama wapiga kura. Juzi nilikuwa holiday and I visited one of the places ya watu kujiandikisha kama wapiga kura. And your guess is as good as mine. Yeah, sure. Vijana hawatokei. Actually that lady alikuwa ananiambia wanaweza kaa hapo siku nzima hawajaona hata mtu mmoja amefika pale kujiandikisha kama mpiga kura. So she was actually telling me vile sasa wanaanza kufanya ni wana alliance na wale watu wanapeana ID. Ukikujia ID yako they are like begging you, sasa umechukua ID sikuje ujiandikisha kama mpiga kura. Mnatakaje vijana? Okay, unaona hii maneno ya kupiga kura, one thing I think the government now should come on board and to kuwa na civic education.
Because I think sasa imefika mahali ambayo tunahitaji tuongelelee kwanza hata hii kama the nation. We need just to have a civic education. Because literally hawezi niambia ati up to now the very same youth that tulikuwa now streets are the very same youth yenye hata hawana that weapon to go. You understand? Like I think ni ubabe dube yenye watu wanajipiga nayo kifua like I mean nitaiba tu kweli. Inachafuoga mtu moyo like if you imagine that nitaenda pale nichukue nini yangu alafu ikuwe kama Karisa hapo juu kwa opinion poll. Alafu mdende achukue. You understand that kind of scenario? Yes. So people see like sisi we thought that sisi tunajua huyu Shadrack Ochieng. Nyinyi mmekuja aje na huyu mwingine? And actually I'll tell you this nimekaa na viongozi wengi kuhusu hii maneno ya civic education na pia inafaa pia ABC yenyewe watupatie budget yao ya civic education at least sisi kama MCAs wa grassroots sisi ndio tunaweza control pale chini wanatupatia hata tuhema tu na watu sisi tutatoa hata watu watafanya hiyo kazi tuhema tu na hizo gadgets zao because the only person that can control a youth is a youth. As where we are the only person that can give a youth direction is a youth. Ni ngumu sana sasa hivi mtu kama youth asikie na being that wako na kale campaign like yesterday Ruto was here hapa SK nilikuwa huko. I'm telling you one thing Kim, vijana hawana kazi and it is serious. It is serious because ukiona vijana wamekujia mkate na soda it was serious na sio watu watano and that was just Nakuru unapata wenye walikuja nilipata hapo kwa hiyo line wakichukua nikaambia mtu watu sio watu watano these people are so many na it is on a Friday na ile line iko hivi I expected something small like watu wako busy Friday you understand it's a weekday but watu wako wengi people are scrambling kila mtu anataka achukue yake and you are like okay hakuna completely. So hiyo ni kitu inaumiza vijana being that we are supposed to make this nation and when tunajengea maisha mekatu hakuna kazi. Lakini si tunaenda Singapore. Tulikuwa tuende Canaan. Wacha tufike Canaan kwanza tutapigia kuna tukifika Canaan tuingie Singapore. Cannot just go straight. So walisema mambo ya Canaan imebadilisha nenda Singapore. Hiyo mambo ya Singapore. Hauamini tunaenda Singapore? Kenya bado tuko mbali kidogo na Singapore. Tuko mbali kidogo because unaangalia Singapore hata historia yao. The president hapo ni ule mtu mwenye wako na katiba yenye jamaa alinyonga hadi kazini yake bwana kwa sababu ya kuiba tu public vitu za umma. Alinyonga. Kenya nyinyi mtanyonga nani kwa kuiba vitu za umma? Hamuwezi nyonga mtu. Huko wananyongana, it's something real. Kenya by the way Africa we are still behind because Africa is a continent that still depend on agriculture. Let us not lie on industrialization. That's why unapata budget ikitolewa wakifanya budget unasikia ati industrialization inapatia 2.7%. Unashangaa hizi kampuni 2.7% out of hizi kampuni zote ziko Kenya. Tuangalie vile tutainua agriculture yetu. Hata pale Central sasa tupatie mbolea yenye iko real. Uone kama watu watainuka. Then jaribu mueducate vijana tuende manyumbani. Kim kuna mashamba mengi ukitembea huku unapata idle lands ziko kadhaa. Tukigeza pewa mbolea sisi kama vijana. Tuambiwe sasa ndio hii. Fanyeni hapa. Let us accept the fact that hakuna kazi. What will you do? You won't sit down. Hii shamba si imekaa tu hapa. Mnataka kulima ama mnataka kuhag meet ndio upate easy man. Sasa wacha tulime kwanza Kim. Let us accept that Africa we are still a continent that still survive on agriculture. Let us accept that fact. Tukisha accept that fact, itakuwa easier for us to understand that yenyewe pale tuko industrialized. That's why unaona ukienda Menengai pale company, watu wako wengi. People are several. Wanatafuta kazi na ideas ziko juu, alafu ukienda huko chini, unaona mashamba hazijalimwa, you're like okay. Like sijui mimi niko kwa ni reverse psychology ama nini lakini kuna mali atu discuss yenye nafaa kuhusu watu because yet resources zimeisha we still have resources but let me just ask you a question. Mimi nimetoka place inaitwa Subukia na nimekwambia tulikuwa holiday pale watu wanalima nyanya sana place inaitwa Kiada sana do you know what a crate is going at 300 shillings you cannot even pay mwenye alikuwa anachuna nyanya 300
Lakini that is what you are saying, selling a create art. Alafu utaambia kijana aende akalime nyanya ama akalime whatever the ati akalime itamsaidia. Umeifanya hesabu, unajua wengine wetu tumwai lima bwana Shadrack. Ukafanya hesabu ule metaika nyima mwiroreri bebe. Umeweka fertilizer, umeweka CAN, umelipa watu wa kupalilia. Do you know you count a loss. So ni nini hicho kitafanyika ndio even if watu wataingia kwa agriculture itakuwa beneficial to them. Representation sasa. That's why we come at representation, because unapata hii ni kitu mbunge wa Subuki anafaa kuwa address in the table, like tunaonanga how like akina Nyoro they are fighting for majani chai, and you can see how sometimes now benefit representation iko kidogo iko chini. Mama nataka kusema mimi kwa serikali but it's just representation, like wabunge wetu wako pale but the only thing they know is to vote yes. Do you know that we have only members of parliament that what they know is to vote yes? Only yes. I vote yes na amekaa chini. Lakini agriculture is a devolved function. Hii itakuwa kwa mikono yako bwana. Agriculture is a devolved function, I understand. Na unapata like literally naweza sema William alijaribu when it come to agriculture. Whereby alipeana mbolea. Hata kama kulikuwa na ukora sijui iliingililia wapi. But kuna mahali alisaidia kidogo. Kwa hii fertilizer wenye walifaulu na wenye pia they are growing but on us mambo na agriculture sana kwa Kaptembwa we are not there too much. Okay, I know. So I'm just you know ukikuwa MCA you will not be representing you're actually speaking on behalf of the whole county. Sure. Kuna watu wa Molo, kuna watu wa Njoro. By the way, there are a lot of good farms kule Njoro. A lot of good farms kule Njoro. I was actually shtuka kuona there are even big companies and big government institutions za kuhusu research ziko kule Njoro. But I think as a county, what do we do? But anyway, that's beyond the point. You see, Kim, let me tell you one thing. I've met with several leaders, and kuna sound-minded leaders. Like, let me tell you literally, set in a campaign, si campaigni mtu, but iko viongozi ambao nimekaa nao chini, nikaona one, they have interest of the people. They want to bring the people on board. One, Kenya imetuangusha Nakuru County, acha nikuelezea ukweli kabisa. Women rep. Women rep ametuangusha kabisa. Sitakwambia kwa but women rep ametuangusha such a way that women rep kuna vitu ambavyo watoto wetu sana kwa shule wanafaa kuwa wanapata. Sasa tunaenda kwa ofisi, unajua sasa sometimes you go to ask for your people. Unaenda kwa ofisi unasema wasichana wetu tunajua Kaptembwa iko na majority. And wale watu wanaishi, most of them are living below the dollar key. That's why tulikaa chini tukasema sisi women rep wetu tutatoa mwenye tumeona tunamjua, and that is where tulikuja sisi tukadiscuss on someone one of our own anaitwa Mama Lea Serem ama Mama Triplets. Like alikuja on board akatuweka chini, and kuna zile civic education alitupatia on the functions and how they are supposed to be done, and that's why tukasema tupatie tu mama kazi kwanza, because Liza ametuua kabisa. Hata pale participation ya parliament pia is one among the people wametumaliza kabisa. So let us talk about even women in leadership. Angalia wasichana wetu, just Kim, angalia wasichana wetu what they are turning into. Sijui kama huko kwenyu auoni difference. Our girls are turning into something else. No one is there to represent them. Wasichana wameingilia biashara nyingine, hata wewe mwenyewe ukisikia hata Kaptembwa they say it loud like mimi nafanya hii. You know them. They say it loud. Mimi nafanya hii. Namuuliza, unajua ofisi ya women rep? Wewe unajua, mtu anakuja wewe na unajua. Yes, okay, like kunayo. Yeah, mimi kenye linisumbua sana hata what I wanted to talk today ni mambo ya wanawake actually, Kim. You know, us men kidogo we have masculine, like tunaweza kwa kampuni ubebe box, ubebe nini and you get some 200 thing, but hawa mama watu like the moment hawana shamba karibu na ni places biashara, la biashara imekataa kupik, they are rendered useless automatically.
serikali haiangalia. And let me tell you Kim, one thing, the truth is that serikali iangalie wamama kabisa. Sasa tunataka Nakuru County kama sisi kama Nakuru County tukue na venye wamama wetu wataangaliwa. Yeah, mambo ya GBV, gender based violence, sasa hii imeongezeka na imeongezeka vizuri. Ndio huko saidia kwetu GBV imeongezeka. So unajua to the moment pesa hakuna kwa nyumba, chaos. Mama anakuaga na nini kidogo. Na si eti ya hivyo kwa sababu ana lack pia yeye. And that's why tukasema it's high time tutafute mtu ambayo tunaona ako sawa upstairs, anajiweza, na ni mtu ambaye ukiangalia hata quality education ambayo ako nayo hata represent. Sasa hivi tutaki guess work by the way. We did guess work with Liza Chelule, ametuwest. Me personally nimesema wacha tupeleke Mama Lea Serem because ni mtu tumekaa na yeye chini, and ni mtu mwenye vision yake ni ya kupeleka Nakuru County mbele. And sometimes hata akiongea tu you feel some leaders as you unakaa na kiongozi akiongea anaongea na hata si sera anauza but anakongo ready na kiburi, una feel emotion attachment. Mtu anakiongea una feel emotion attachment, si kiburi ati unajua mimi hiki ndachukua. Hapana, maisha ya wanawake wetu iko wapi? Those are the things we need to discuss. All right. I want us to wind up in 2 minutes. Nataka uongelesha watu wako wa Kaptembwa in 2 minutes. Ili tuingie the other part. Naona mgeni wetu pia ako ndani ya nyumba. Oi, my people of Kaptembwa. The hope is here. Nataka tubadilishe Kaptembwa yetu. We need to make it work. And as I always say, we want to make Kaptembwa a place where it generates job creators, not job seekers. Tutaki job seekers hapa Nakuru County at large. Because ni kitu ambayo imetuuma akili, imefanya graduates wako too much stress, na a lot of things have happened. Kuna crime imepanda, we have prostitution, early marriages, na a lot of things imekuwa zikihappen. So if we come up with an idea of creating jobs, tutakuwa tumeenda mbali. Wasichana wetu washone fashion and design. Tuunde kampuni zetu ndogo ndogo pale, just a small companies that can access our girls. Watoke kwa vitu ambayo wanafanya. Watoto wetu pale tuwapatie mama ya education, bursaries. Watoto ambao wako shule wasaidiwe. Kuna watoto wajiwezi. Mtoto ametoka kwa nyumba ambayo haijiwezi kabisa kweli, na baada akienda kwa apply bursary anakuwa frustrated. Mtoto anaingia kwa street and turn into something different. We want to change that perspective by empowering our youth even with their talents. We want to bring them on board to wapatie a platform whereby their talents will be paying them. That's still a way of creating job rather than seeking job. Imefika mahali tumechoka kama Kaptembwa, like kuambiwa tutatengeneza barabara. Ni president atengeneza barabara, ni governor ama ni nani? Let us talk something straight. Barabara tutatengeneza sisi wote. Hospitali tutataka tutengeneza sisi wote. Education tutashughulikia sisi wote. Lakini hawa vijana wa mama wetu, mambo na kazi, hebu tujipange kwanza. Thank you so much. Huyo ni Bwana Shadrack, tumekuwa naye asubuhi ya leo, anawania kiti pale Kaptembwa Ward na ametupeleka vizuri sana. Tutakuwa naye siku nyingine, tutazidi kuzungumza na tunatumai atatuletea huyo mama ametaja hapa siku moja, basi naye atupe maono yake ni yepi katika kusaidia wakazi wa Nakuru. Shukrani sana kwa kuja. Nashukuru sana. Thank you. Mtokwalia. Asante. Berari tuikirie na nitugushoka na muthuri ungi withiini wa nyumba ko tugishira uhoro wiki utongoria wa mbeũ njĩthĩ na uria maracokaniria na uria mararanda maciao cia kiũteti macio nĩ mũtuko tukimurika ithaa-inĩ kana ndeka icio tigarĩrĩire cia ithaa rĩrĩ rĩa mũthia rĩa tabarĩra wendete ya ruoro rũgĩtema. Guririkanie wega nĩ tũrĩtwo njiki nĩ mũndũ gwĩtwo DB Electricals. Uyu nake ndagia indo cia thitima na mukoyo mwero ndakurire gukurehera maundu meru, maundu mathaka, maundu mega na mamagania getha tukithanie wega. DB Electricals akorendagiria indo cia thitima, sockets, extensions, matawa ma thitima, wenda matawa maria magimumeta gochandalia nikumona kuria gwake. Ona ningyo ngenda indo cia kwambiriria mubango wa sound system no koroki gwatira haria DB Electricals. Mage maingĩ nĩ gũthina mbere koroki kuihurira wega nigetha koroki taukirwo na njira igwete. Ndugathikura ona hanini mwiroreri. Good morning.